mbona mnachota wase, mbona mnahype wase, alafu wakati yenye wanataka support yenu, ground support yuko like what's wrong? Like simwambie tu mtu hakuna tu msimpe hopes za bure. It's been a while. Karibuni sana hapa ndani ya WE TV, sauti na kioo kwa jamii. This is Agenda 254 where tunakuambia agenda zote ambazo zina happen around ama across the country. Mimi ni Hassan Lewa na the agenda tonight tunaangalia ni story ya presidential candidates by the way. So far ukiangalia sana utaona kuna many people wenye wamejitosa ulingoni kuvai for presidency hapa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kenya. So ukiangalia hawa watu wenye wamevai nikikuuliza sasa hii nani ana vice presidency, obviously utaniambia Ruto, Kalonzo, mwingine ataniambia Gachagua, lakini beyond hizi one term na two term kuna many people wenye wamejitosa by the way. Kuna watu wengi wamejitosa. So this time nataka tuongelea watu wenye hawaongelewi. Let's talk about hawa watu wenye ukiulizwa who wants to be president utafikiria. So city huwezi fikiria juu they are not dominant enough, but sasa let's look at them pia tuone in the tunajaribu kuwa very equal, very neutral na kila mtu apewe airtime. So tuanze na Maraga. The former Chief Justice David Maraga ni one of the most respected Chief Justices in Africa if not the world, kwa sababu ukiangalia whatever he did aliweza kuwa null a presidential election by the way back in 2017, of which people thought that hiyo kitu ilikuwa haikuwa rahisi sana. People thought that ni kitu ngumu, that no one could do that, but Maraga did it. And for Maraga to even do this, watu wamemrespect sana because they believe that Maraga ni mse mwenye atakuja a respect the rule of law na pia a respect na rule as he abides by the constitution. Kuna watu wenye wana believe kwamba Maraga ni one of the people mwenye akikam through atakuja kutoa corruption in this country by the way, because we have a problem of leaders who are very corrupt. Sema kweli tu, corruption is one of the things that is killing this nation. This is something that hata imeandikwa kwa constitution kwamba kila leader hafai kuwa corrupt at all. So Maraga, watu wakiona Maraga wakati wa Gen Z come through, wakati wa ile maandamano ya Gen Z, watu wali feel we need someone mwenye atakuwa na bide na vitu zenye tunaongelea. So tukiangalia hatutaki corruption, tunataka leader mwenye hayuko corrupt, kwa sababu the people believe like karibu kila mtu yuko corrupt, but Maraga is not. So Maraga has been serious kidogo with his presidential ambitions. Ukiangalia amekuwa akifanya rallies. Before atafikia wa rallies, tuanze kuhusu michango by the way. Yeye alisema because he believes in the ideals and principles of fairness, equity and accountability. Ameamua yeye hata tu hata shilingi yake moja ku run his campaign. Ameamua Kenya ndio watafund his campaign. So Maraga akatoa pay bill pale Mchanga, watu wakachanga na zilikuwa milioni za kadhaa zilichangwa by the way. Alitoa audit akasema Wakenya wamechanga over 5 million kama sijakosea. So pesa ilikuwa most yenye imechangwa na Wakenya. So after wamechanga sasa akona chama chake by the way. Maraga akona chama chake, it's a green party. Kwa hiyo chama chake akamua anafanya tour every county. So ameenda Kilifi, ameenda Mombasa, ameenda different places, kwa sababu pia ukiangalia politics is regional. So regional politics is from Kisii and pia place anatoka there's Matiang'i kule. So amejaribu kurun his campaigns across the country, his rallies. Of course I don't want to be the judge of whether his rallies have people or not, but he has been taking the initiative. Yeah, kama vile unaona Rigija anafanya rally Kiambu, pia Maraga ameamua kufanya rallies across the country. So it's only that now the analytics sasa, when Maraga was starting, when he announced his ambitions, kwanza at first because people thought that he was aligning with President William Ruto, because immediately after the elections, ama wakati wa elections ya 2022, Maraga and other lawyers used to visit Ruto in Karen. So people thought maybe he's a friend of William Ruto. So we thought that even now William Ruto is ruling, kila msee alikuwa na feel maybe hii ndio time yenye maybe Maraga atasimama na Ruto. But again with politics, again politics ni refu sana, because ukiangalia kuna vitu mingi zili happen na apparently Ruto na Maraga walikane kama hawakuongea, they didn't even agree on anything. So Maraga alikuwa move his own.
So Maraga amekuwa more vision sasa. Akamua Gen Z happen na watu akafeel Maraga is the right guy asimame presidency. So Maraga akamua yeye pia ata embrace the call. It is a holy calling that the Lord is speaking to him through the Gen Z. So sielewi kwa nini even after the call ya Gen Z, because talking about Gen Z ni what the hashtags that were trending on Twitter X right? People are saying Maraga for presidency, Maraga for presidency, but now that I'm announced ako serious about running for presidency, they are not the masses. The masses are not there. Sijui kwa nini the masses are not there. So according to my own analysis, I feel kuna pahali ni kama watu walibetray Maraga, because the people who are supporting Maraga hawako na Maraga sahi. I don't know, maybe they are there, they are silent majority, but me I don't see them, they don't attend the rallies. Okay, so one of those people, but he will be, he's very serious. As I finish on Maraga and talk about other presidential candidates, Maraga from the press briefings zenye amekuwa nazo, he is very serious about the presidency, na yeye ameamua he will work with other united opposition candidates kwa sababu he talks as if ako kwa united opposition, but he still does ama he still carries his own rallies. Anafanya rally zake independently, afanye rally na watu wa united opposition. So that's why turudi sasa kwa other candidates. Tukiangalia hapa aspirants wengine wenye walikuwa wametajwa sana wakati wa Gen Z, ilikuwa ni one Okiya Omtatah. So Okiya Omtatah ni a very firebrand lawyer. He's a very firebrand senator pia. So this senator ni one of those senators wenye amekuwa akisponsor legal petitions by the way. Umse alikuwa amesimamisha housing levy. Yeye aliamua tu, alisema housing levy watu wanaongea wanateta, yeye akaamua ku take action, akaamua kusimamisha housing, akaenda kotini na hilo alifanya mpaka housing levy ache kuwa tax. Ilikuwa ni tax kitambo, so ikaacha kuitwa tax ikaanza kuitwa levy because kulikuwa na mandatory tax. Kwa hivyo walisema a lot of things, but walichange tu jina, but it was a win for him. Amesponsor a lot of court petitions zenye zimekuwa successful. Yani he's one of those people mwenye yani tuseme he's a legal messiah hivi, anapigana kupigana, wewe unaleta nini, yeye anaenda kotini. So Okiya Omtatah amekuwa one of those people wenye amekuwa mentioned kama he's the right guy for this country because kuna right leaders, but then there are many leaders, but then who is the right person to lead this country? So people, kuna hiyo thought za watu, let me call it a thought, because ni watu wanafikiria kwamba since independence Kenya has never got that one right leader. Wanasema Kibaki alijaribu but bado hujapata the right leader. So according to them ni mtu mwenye ana respect the rule of law and ana respect constitution. So tukuja kwa Omtatah, watu walifeel kwamba Omtatah is one of those people mwenye atakuja ku bring a change. But again, where are the masses now? Because he used to even do maandamano. You remember alienda kuketi pahali walienda kuketi pahali maandamano pale, alikuwa on the front by the way kwa maandamano. Especially hii mwaka amekuwa kwa maandamano sana. So we are asking ourselves easy questions are, what happened to Omtatah? Because he's yet to announce his presidency. The last time I heard about Omtatah presidency ilikuwa ni time ya, let's talk about ni kwa X to hiyo time ya maandamano. People believe that Omtatah is the right guy for the country. People believe that Omtatah, to keep Omtatah chance, Omtatah will rule the country through the rule of law and stuff like that. But mimi sijaona action ya Omtatah, hajaenda ku campaign pahali. I do not know if he will be contesting akwe senator tena ama ataenda for presidency, but he's one of the people when people are talking about his ability ya ku run for presidency, because it seems like people wana hiyo support. Haya, twende kwa aspirant mwingine, na I wouldn't want to say that umse ni joker, but mimi kulingana venye mimi naona ni ame-announce presidential ambitions zake. I'm talking about Peter Salasya. So Peter Salasya is a one-time MP. Bidi one-time MP na hata jamaliza term yake. So ame-announce kwamba yeye anataka presidency. Bidi acheki. Peter Salasya is one of those people mwenye ameenda across this country, ameenda kila mahali by the way akitaka presidency, akicampaign. He campaigned in 2025 sana, they used to go to places. There's a time when alikuwa anaenda pahali alafu watu wanakuja wanamwattack, polisi walikuwa wanamwattack pia. So Peter Salasya ni one of those people wenye
tukikuwa very careful na yeye bidhe, he can be a very good leader. He can be a very good leader because amefanya a lot of these things bidhe. Amekuwa one of those politicians wenye people are talking to him about him bidhe. Yani ni one of those people mwenye ana master the art of, you know, people talking to him being viral. But sasa hapo kwa presidency, let's just be serious kidogo. I wouldn't want to be quoted that I'm saying like he's not a serious presidential contender. All I'm saying ni Peter Salasya, I think it's too early for him to even think about presidency because let's talk about his even one term. Like hata zamaliza two term, like hata experience, political experience ni kidogo sana. You know, political experience for most of us tunadhani political experience ni kitu tu ndogo. Tuseme mimi niko na nyota, nimeingia one term, nikaenda one term nyingine kama governor, nikaingia one term nyingine kama deputy president. But political experience is one of the most important things. Kwa sababu politics now ni dynamic with it. Leo unamkana win, kesho unamkana very big loss, and the loss is very bigger than even the win. So, kitu ya political experience yenye nataka tuongelee as we finish off, kwa nini all these presidential aspirants need political experience kwanza. Tutaangalia wasi wamevaa ngapi ndio hata they look serious in the eyes of people. So I'll use the biography of one Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua was the MP for Mathira for one term. And then he stepped on a silver fish ama starfish. Then kidogo pale akapenya akakuwa deputy wa Ruto. But because of experience ni kitu kingine muhimu by the way. Experience ni kitu kingine muhimu. Ndio unaenda pale unaambiwa umefanya kazi for how long? Una experience at this job for how long ama a related field. So Gachagua is a very good mobilizer, but when it came to his impeachment, alikuwa impeached as if he did not have support at all because he did not have experience ya political experience, not just being a leader, but you see political experience ni muhimu. Hakujipanga vizuri because hata ukiangalia wale the number of MPs, hata kama kulikuwa na kulipwa, but the number of MPs wenye walikuwa na yeye inaonyesha this guy ana experience at all, political experience at all. Because let me give you a story ya Ruto. Ruto was once there's a motion to impeach Ruto back then, and he survived it. By the way, he had a lot of MPs because the guy alikuwa na a lot of friendship na he had a lot of experience. Haya, so tunamaliza sasa, tukuje kwa Maraga. Any political experience ya Maraga? I don't know, but he has judicial experience because amekuwa judicial member of the Judiciary Service Commission. He's been the president, amekuwa judge for a very long time. But now politics is a whole different thing. Ndio maana unapata hata rally zake unaweza pata some of them ziko empty, some of them ziko na watu. Experience guys, experience. Tukuje kwa Salasya, nimesema experience yake ni some years in politics. Maybe alijaribu, but you see active politics some years. Omtata ako yani ako kwa any senator, yes, but ni kama na thrive more of being an activist kwa sababu yeye anaenda kotini most of the time. But sa politically sasa tuone umsi akona brains za politics kidogo, si nyingi like hata mimi si judge siko baya, like si judge siko baya, like mimi nasema yani ukweli as per what I'm seeing. Unaweza angalia hata kwa Wikipedia uangalia wase wamekaa in political kwa hiyo political career yao wamekaa hapo for how long, because now politics is a very dynamic thing, a very dynamic game yenye inataka a lot of experience. So tell me guys, what do you think about wase watapenya, na ingesi wapenye like wanaweza pata kura ngapi hivi? Juu unaona watu wengi wamesimama bedhe, hata kina kijana wa Malo wamesimama for presidency, kina Raila Odinga walisimama for presidency, kuna watu wengi hadi Martha Karua wamesimama for presidency, watu wengi yani just the politics of other presidential candidates, beside the two prominent ama the three prominent presidential candidates. Tuambie mazia wasi watafika wapi na if you guys support them. And my question I want to take it to you ni mbona mnachota wase, mbona mnahype wase, alafu wakati yenyewe wanataka support yenu, ground support amyuko, like what's wrong? Like simwambie tu mtu hakuna tu msimpe hopes za bure.